Naam, vita vinaendelea kati ya Marekani na Irani na kumekuwa na mabadilishano ya kushambuliana ya hapa na pale. Na Marekani imepiga ndani ya Irani. Ukiachilia mbali vituo vya kijeshi, ukiachilia mbali kambi za Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu, lakini imeenda kupiga maeneo ambayo ni ya miundombinu. Napoongelea miundombinu namaanisha imepiga madaraja makubwa 5 ndani ya Irani. Na Irani na wao sasa katika kujibu hicho ambacho Marekani amekifanya, kumbuka walisema kuwa hakuna chochote kitakachofanyika ambacho kitaenda bila kujibiwa na Irani. Kwa katika kujibu na wao sasa wameshambulia huko Kuwait ambapo hii ni US Command Center na CENTCOM, mahali panapoaminika kulikuwa na vikosi vya jeshi la Marekani, na hivi vikosi vimelazimika kukimbia. Vimelazimika hivi vikosi kuondoka na baadhi ya watu wamekufa. Hii tunakuambia ni kwenye kambi ya Al-Salem hapo Kuwait Airbase, Al-Salem Airbase ambayo iko pale Kuwait. Kwa hiyo ambayo sasa wasema wamepiga rada, wamepiga pia, kuna helikopta imepata shida, lakini kuna vikosi vya jeshi la Marekani ambavyo vilikuwa pale na vyenyewe pia vile vimepata shida. Na kama nilivyokuambia kuwa Irani waliahidi kuwa hakuna chochote kitakachofanyika ambacho kitakuwa hakina majibu. Kwa hiyo kwa chochote kile ambacho huyu Marekani atakifanya lazima kitakuwa na majibu yake. Na tunasema sasa, tunarudi hapa kuwa ukumbuke huu ni uhalifu wa kivita, kwa sababu malengo na hii piga ya Marekani ambayo sasa hivi anajipigia ovyo, hii inaonyesha kuwa malengo ya kimkakati ya Marekani hayakutimia. Na ndio maana imebidi Marekani aingie sasa kwenye vita vya uhaini. Maana huu ni uhalifu, au niseme uhalifu wa kivita. Ameingia kwenye uhalifu wa kivita kwa sababu malengo Marekani aliyokuwa amejiwekea kwa ndani ya Irani pale, malengo yale hayajatimia. Na kutokutimia kwa yale malengo ndicho kinachompelekea sasa Marekani aingie kwanza uhalifu wa kivita. Maana hauwezi kaanza kupiga miundombinu, uwezo kaanza kupiga hiyo, na unakumbuka amesema atapiga kwa nguvu sana madaraja ambayo wameyashambulia usiku wa leo huyu Marekani ndani ya Irani. Na kushambulia yale madaraja, alichokiongea amesema hii yote ni kutaka kuweka pressure ili Irani warudi kwenye meza ya mazungumzo. Na Irani naye pia vile ameangalia, nadhani amefikiria na ameona haya mazungumzo ni kama kumpa pumzi adui. Yani adui anasema tukae bwana, tuyazungumze, tukae chini tuyaongee. Haya, Iran anakubaliana, wanasitisha vita, wanasimamisha vita. Vita vikisimama wanaenda, kumbe ni adui anavuta pumzi, alafu akishapata pumzi anakuja tena anaishambulia tena kwa nguvu Iran. Kwa hiyo ndio maana umeona Iran ameona hii ni michezo, na michezo hii ni michezo mibaya. Kwa hiyo siwezi kukubaliana na ujinga wa namna hiyo. Ndio haya sasa mnayoyaona Iran ameendelea kufanya na yeye kujibu pia kwa nguvu. Lakini Donald Trump hajaishia hapo, amesema kuwa atakachokifanya ataingia sasa kushambulia power plants za Irani, kwa maana kuwa Irani kutakosekana umeme. Na Irani na wao wametoa alert kwa mshirika wao wa kikanda ambao ni Wahuthi walioko pale Yemen, kuwa ikitokea kuwa hawa Marekani wameshambulia power plants ndani ya Irani, basi kitakachofuata ni Wahuthi watafunga mlango wa Babel Mandeb. Huu mlango na wenyewe ni mlango muhimu sana. Ukumbuke, maana Irani wao bado wameshikilia mlango bahari wa Hormuz. Ndio maana ya Marekani kwenda kushambulia sana ndani ya Irani, kwa sababu ya mlango bahari wa Hormuz ambao wanataka ule mlango uweze kufunguliwa. Lakini kama wameshindwa kufungua kijeshi, maana kuna watu wanasema Marekani unajua ni super power, ni taifa kubwa, hatujakataa.
Hakuna mtu hata mmoja anayekataa kuwa Marekani sio superpower. Kila mmoja anakubali na anaelewa kuwa Marekani ni superpower. Lakini kama ni superpower, imekuwaje wameshindwa kufungua mlango bahari wa Hormuz, na wao wenyewe wameenda kuweka kizuizi kwa mbele kuzuia meli za Irani zisiingie wala kutoka? How comes? Si wangefungua pale mlango bahari wa Hormuz? Lakini matokeo yake wanasema wanaweka ile military pressure ya kwanza kushambulia ndani ya Irani, kushambulia mpaka miundombinu ndani ya Irani, ili tu mambo yakae kama hivyo, kuwa basi walazimu Irani ili Irani warudi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini meza ya mazungumzo ndio meza ambayo Marekani amekuwa akiitumia yeye kujipanga, na akishajipanga tu, akishajipata tu, tayari unashangaa hapo hapo katangaza mashambulizi mapya, na dunia inaendelea kupitia wakati mgumu. Sasa bado Irani unaambiwa amepiga vikosi vya Marekani hapo Al-Salem Airbase iliyoko Kuwait, na hajaishia hapo, amepiga tena base iliyoko kule Jordan, Muafik Salt Airbase ambayo iko pale Jordan, na yenyewe unaambiwa pia ameigonga vibaya mno. Huyu ni Iran. Haya, ukiachilia mbali hiyo, Iran wao wenyewe wametoa taarifa ambayo imetolewa na Tasnim News Agency ambayo ni chombo cha habari kiko pale Iran, pamoja na IRIB ambayo na yenyewe iko pale Iran. Wametoa taarifa pia kuhusiana na kushambulia kambi ya jeshi la Marekani iliyoko nchini Iraq, na kambi hii mpaka picha zake zimeonekana vile ambavyo mifumo ya ulinzi imepigwa pale Iraq. Kwa hiyo nafikiri unaelewa sasa mahali ambapo tulipo ama vita vinakoelekea. Waajemi hawataki kukubali haya mambo ambayo Donald Trump anayafanya. Waajemi wamegoma na Waajemi wamekataa, na kukataa kwa Waajemi ndiko kunakosababisha sasa Marekani au Donald Trump atangaze kuwa sisi tutaendelea kuishambulia Iran. Kuna watu wakajaribu kusema kuwa pengine haya ni maandalizi ya Marekani kuingiza vikosi vya jeshi vya ardhini, hasa kudhibiti kisiwa cha Kag Island ambacho ni kisiwa muhimu sana kwa uchumi wa Irani, kwa sababu pale ndipo mahali ambapo ukumbuke mafuta yanapitia pale. Mafuta yote ya Irani asilimia na China alikuwa ananunua mafuta ya Irani kama asilimia nyingi sana, na kiliambiwa asilimia 90 ya mafuta ya Irani yanapitia kwenye hicho kisiwa ambacho ni kisiwa kinajulikana kama Kag Island. Kwa hiyo kasema kuwa Marekani, yani watu chokuwa nakiongea na wachambuzi mbalimbali wanadai kuwa Marekani amekuwa akilipua haya madaraja ili kusiwe na mawasiliano ya moja kwa moja, kwa sababu Marekani anataka kupeleka hapa kikosi cha jeshi la ardhini hapo hiyo Kag Island kwenye hicho kisiwa. Lakini sasa kinachoonywa ni kuwa Marekani asipeleke majeshi labda watu tuseme 10,000 au 20,000, itabidi apeleke wanajeshi zaidi ya 100,000. Hii ni kutokana na kuwa hapo ndipo ambapo IRGC askari wake wengi wako hapo. Kwa hiyo na kuingia pale ni sawa na Marekani ameamua kuwatoa askari wake waende wakafe pale, kwa sababu kumbuke Marekani anachodai kuwa kikikamata hiki kisiwa basi anakuwa amemaliza mchezo na nimeidhofisha sana Iran. Ndio bara nimekuambia hii piga ya Marekani hii inaonyesha kuwa mipango yake au mikakati yake ya vita imeshindikana, na ndio maana imebidi aingie aanze kuvamia kupiga mpaka maeneo ya kiraia, hicho ambacho katika sheria za Umoja wa Mataifa inajulikana kama ni uhalifu wa kivita, kwa sababu uwezo kama unashambulia tu kila mahali, ushambulia tu popote. Kwa hiyo mambo yamekaa katika namna hiyo. Kwa hiyo ndizo taarifa zilizoko, ndugu zanguni. Hapa nitaendelea kuwapa taarifa tena zaidi za mambo yanayoendelea huko kwenye uwanja wa vita, hasa hiyo Mashariki ya Kati. Waajemi wamechachamaa. Asanteni sana.